Leo nakuletea mwendelezo wa Make Your Portion. Ni sehemu ya 3 leo, ambayo ndio sehemu yetu ya mwisho. Mimi ni Majaliwa Padi. Hizi ni hekima muhimu ambazo nilizipata kutoka kwa mzee wangu, na alinisisitiza sana ziwe kama mwongozo wangu, ziwe kama vitu vitakavyonisaidia kuweza kuishi duniani vizuri. Jambo la kwanza akasema jikubali. Akasema kama unajikubali mwanangu, lazima muonekano wako uwe wa kujikubali, kwa sababu muonekano wako unakutafsiri wewe, unatafsiri kama unajikubali au haujikubali. Lakini pia akasema kwamba kama unajikubali utaapia smart in brain, lakini pia smart in everything. Kile unachokiongea kitakuwa bora, kile ambacho kinatoka kichwani mwako pindi unapopata nafasi ya kusema na watu wengine kitakuwa bora, lakini pia namna unavyojipresent mwenyewe utakuwa bora kwa jinsi unavyovaa, unavyotembea. Watu wanapokuona mara ya kwanza wanaamua namna gani ya kuhusiana na wewe. Kuna mtu kutoka siku ya kwanza mlivyokutana anakupa heshima, kwanza kwa muonekano, lakini pili kwa namna ambavyo umeweza kuzungumza na yeye. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nisisitiza sana. Akasema hakikisha unajikubali. Anza kujikubali kwa vitendo mwanangu. Jambo la pili akasema hakikisha unajisemea. Akasema kwa namna yote ile mwanangu, ni muhimu sana ujue kuwa fursa ya kuzungumza mbele za watu wakati mwingine utaipata kwa kujitokeza. Usipozungumza hakuna mtu atakayejua juu ya uwepo wako. Ikiwa mwanangu utaenda kwenye kundi la watu, watakapo kuwepo watu 2, 3, 4, hakikisha unatumia akili yako sawasawa na kuzungumza maneno ambayo yametafsiriwa moja kwa moja na akili yako, ili anapowafikia wale watu wajue kuwa si wewe tu uliyezungumza, bali ni akili yako timamu imezungumza. Akaniambia mwanangu, utakaposhiriki kwenye mkutano, ikatokea nafasi ya kuzungumza hata kwa kuuliza maswali, hakikisha unasimama unauliza swali, kwa sababu kupitia kuuliza maswali unajitambulisha wewe mwenyewe, unatoa nafasi watu wengine kujua kuwa wewe upo, na hiyo itakusaidia mwanangu kuuza au kujiuza wewe mwenyewe. Alisema hakikisha mwanangu unajua hii siri, kwamba usiposema hakuna mtu atakaye kuzingatia na hakuna kitu kitakachotokea. Isije ikatokea mwanangu ukawa kwenye kundi la watu ukashindwa kuzungumza. Hakikisha unatumia uwezo na nafasi ya kuzungumza mbele za watu pindi upatapo hiyo nafasi. Lakini jambo la 3 aliniambia mwanangu, hakikisha unabaki kwenye trendi. Hakikisha kwenye wanaovuma na wewe unavuma. Kwa maana ya kwamba katika maisha ya mwanadamu ya kawaida, hakuna siku ambayo mtu wa chini akapata heshima. Tafuta namna yote ile uwe juu kwenye midomo ya watu, uwe juu kwenye akili za watu, uwe juu kwa kuhakikisha kuwa unafanya mambo ambayo yanagusa watu wengi. Na kwa msisitizo akasema mwanangu, kuna watu wengine unawaona leo hii ni ma-celebrity. Jambo ambalo wamelifanya kwa uendelevu ni kwamba wamehakikisha wanajiuza kwa kubaki kwenye trend. Kwa namna yote ile wanahakikisha kuwa wanakuwepo kwenye midomo ya watu. Wengine huwa wanazusha hata skendo ili mradi tu awepo kwenye vinywa vya watu. Kwa hiyo mwanangu, hakikisha kuwa unabaki kwenye trend. Na njia ya kubaki kwenye trend kuhakikisha unakuwa wewe, lakini pia unaigusa jamii yako. Uwe na vitu ambavyo vinaleta productivity kwa jamii. Uwe na vitu ambavyo vinaleta utambulisho wako. Hata watu wanaposikia jina lako waseme hili ni jina la mtu aliyebarikiwa. Haya ni maneno ambayo aliniambia mzee wangu, naamini yanaweza akakusaidia. Hakikisha una show up. Ukiona mtu mwingine anaonewa mwanangu, zungumza. Ukiona upo sehemu mambo hayaendi sawa mwanangu, zungumza. Tokeza portion yako, watu wajue kuwa wewe upo. Hii inazungumza kujiuza. Hakikisha unajiuza mwanangu. Mimi ni Majaliwa Padi. Asante kwa kunisikiliza.